wewe mnyambwa fulani kutoka Kintinku. Sikiliza wewe mnyambwa Malela mmoja, mdali mmoja kutoka Ileje. Sikiliza wewe mnyambwa fulani, mgogo fulani hivi. Sikia wewe. Acha hakuna fungus na kulamba makamasi na vidonda wewe. Usile wewe maganda ya kamasi. Acha ngenga. Sikiliza wewe mnyambwa fulani. Siku moja bwana tulikuwa tunasafiri. Tulikuwa tunatoka mkoa fulani kwenda mkoa fulani. Tumefika sehemu fulani ambayo haijulikani. Kuna msitu fulani hivi. Kuna abiria mmoja alikuwa ameshikilia bomba, yani hakuwa na siti. Hakupata siti ya kukaa. Akawaga ameshikilia bomba. Alikuwa ameshikilia bomba, wakati huo simu yake ikaita. Ilivyoita akaipokea. Choma mfukoni, kaipokea. Kaanza kuongea, "Ndio mkuu. Na kusikiliza nipe maelekezo." Nasema, "Ndio. Nakupata. Bwana hapa ndio tayari nishamuona. Sasa nasikilizia tu ashuke ni mchape risasi." Unaona? Sasa wabilia wote wakageuza shingo kumwangalia kwamba ni nani anayetakiwa ama ni nani anayeongea hivyo. Kuanzia driver, conductor, abilia wote walokuwemo kuzungusha shingo kumwangalia. Anayeongea hivyo basi nasubiri akishafika tu na mchapa risasi akishuka. Sasa baada ya pale wameenda, gari limefika hadi stand. Hamna abiria aliyeshuka hata mmoja. Wakatoka. Driver gari kaipeleka hadi sheri. Hamna aliyeshuka hata mmoja. Driver kaipeleka hadi kituo cha polisi. Watu wanaanza kujiangalia tu, hamna wa kushuka. Ikabidi driver aichukue aipeleke nyumbani kwao. Kwanza kabla hajaenda kituo cha polisi alipita nyumbani kwao ili kwenda kupaki. Hamna abiria aliyeshuka, hata yule aliyesema chape risasi hajashuka. Ikabidi driver aichukue tena kupeleka kituo cha polisi. Kufika kituo cha polisi, hamna. Umeme ulizima, taa ikakata. Kama ni wewe hapo unaweza kufanya nini? Utashuka? Umefika kwenye site yako unayoenda, utashuka? Toa comment. Afande Msomi. Jitahidi kusubscribe na kucomment, like yako, follows. For me, followers nahitaji wengi ili uwe wa kwanza kupata habari zangu na kupata mawazo yangu ya maana. Afande Msomi.